siku nilimuuliza hiyo maneno, nilisikiza kwa umbali, alikanusha na akanihakikishia ya kwamba hawezi kubali maneno kama hayo. Lakini sasa ile kitu inashangaza ni ya kwamba wabunge wa Rift Valley ndio wako kipaumbele kuchukua masignature kusema wanataka kunifukuza kwa kazi. Na watu wa Mount Kenya wanauliza, wewe mtoto wetu, ulituambia huku andikaniana chochote na Rais William Ruto kwa sababu unamwamini na unaamini watu yake. Imekuwaje Rais Uhuru Kenyatta alipatia nafasi mwaka 5 wafanya kazi bila kusumbuliwa? Imekuwaje wewe mwaka 2 umeanza kupata matatizo? Lakini ile inawakera sana sana ni kwamba wabunge wa Rift Valley ndio wameshika shoka ya kunipasua kichwa. Je, unaona wanauliza kuna msukumo from president? Mimi sijui sasa. Ni ile swali tu because na wameniambia niulize watu ya Rift Valley. Yes. Na swali watu wetu wanauliza ni hii, wanasema ile tatokea ni sawa, sisi tutakubali kwa sababu sisi hatuna uwezo. Yes. Kiti yako ni kidogo, rais ndio wako na nguvu. Wabunge rais ndio wako na hawa. So watu wa nyumbani Mount Kenya wanasema bas kama ni hiyo sisi ni wanyonge. Na asante na sisi hatuna chochote tunaweza kufanya. Lakini swali mimi nataka niulize jamii yetu ya Wakalenjin. Sisi tulimwamini President William Ruto. Mimi nilikubali kumuunga mkono na watu wetu bila kuandikania chochote kwa sababu sisi ni watu waaminifu sana na tunaamini wengine sana. Yes. Wale wengine walikuja kufanya na sisi, walikataa kumwamini Rais William Ruto. Waka demand lazima waandikanie. Musalia Mudavadi aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Moses Wetangula aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Amason Kingi aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Yes. Alfred Mutua aliandikania mkataba na Rais William Ruto. Mimi nilimwamini rais, hakuna kitu chochote tuliandikania. Hata saa hiyo watu walikuwa wananisukuma tutengeneze chama ya kwetu ndio tukuja kama siku ya URP na TNA pamoja. Lakini mimi nikasema hapana, huyu rais wetu ni Mkristo, tunakuwa naye kanisani. Yes. Bibi yake ni intercessor, bibi yangu ni pastor, huyu ni muungwana. Kwa hivyo mimi sioni haja tuandikanie chochote, tunaaminiana. Okay. Sasa watu wananiuliza, imekuwaje Rigathi Gachagua mtoto wetu, wewe ulituambia umeamini rais, umeamini watu wake. Imekuwaje deputy speaker kutoka kwa rais nyumbani katika kaunti yake ametangaza hadharani ya kwamba ataunganisha wabunge wote ya Rift Valley na wengine wa Kenya, na kama deputy speaker aende asimamie na hakikishe ya kwamba umefukuzwa kwa kazi, na sisi ndio tulikuchagua na sisi hatujaona makosa yako. Sasa mimi tu kwa kuona kwangu, mimi ni mnyonge na mimi sina ushawishi mkubwa. Yes. Na mimi niko mkononi mwa wabunge na maseneta, vile wataamua mimi nitakubali tukiwa na watu wangu. Swali yangu ni hili, sisi siku Rais Uhuru Kenyatta alitaka kumhujumu Rais William Ruto. Yes. Tuliangalia mambo ya jamii mbele, mimi nikiongoza, na nikaambia watu ya Mount Kenya, tukimsaliti huyu Rais William Ruto tutaingia kwa historia kama watu ambaye hawana shukrani. Na hapo mbele kama Uhuru amestaafu, miaka ijao hii jamii yetu itaonekana kuwa si jamii ya ukweli na ni jamii ya kutumia watu vibaya. Na kwa hivyo mimi nikauliza watu ya Mount Kenya, tafadhalini ile ahadi tuliweka na Rais William Ruto wacha tutimize, na ndio tulifanya, tukaamuka, tukampigia kura akakuwa rais. Swali watu wetu wanauliza, jamii ya Wakalenjin, mkimsaliti Rigathi Gachagua, mkuje pale bunge vile deputy speaker amesema, musache masignature mfukuse yeye, siku ingine kama jamii nani ataamini nyinyi? Kama mumesaliti ile jamii ambaye imeshika nyinyi mkono, imeshikilia nyinyi, mumesaliti ile deputy president alizunguka Kenya, akafungwa, akanyang'anywa mali yake, akaumizwa, akatendewa madhambi mbele ya bibi yake na watoto wake. Kama jamii, wabunge wenu ndio wataongoza kupeleka yeye nyumbani, kumweka kwa msalaba kama Yesu na kumfukuza. Hapo mbeleni
William Ruto akimaliza miaka yake 10, siku ingine mkitaka mpangilio na watu wengine, yes, kuna watu wataketi chini kuamini nyinyi. Hilo ni swali mimi nataka niulize wananchi. Mimi ningetaka tu kuomba kama itawezekana, kama imeonekana na wabunge lazima Rigathi Gachagua afukuzwe. Yes. Wabunge ya Wakalenjin wakikaa kando, kwa sababu tulishika mtoto wao, tulimsaidia. Alikuwa na shida, alikuwa na matatizo. Mimi nilizunguka mikutano 395. Nilikuja pale Mosop, walikuwa wanataka kuchagua independent candidate, nikawaongelesha. Nikaenda pale Nandi Hills, nikawaongelesha. Nikaenda Bomet, walikuwa wanataka governor wa chama ingine, nikaongelesha hawa. Hii kazi yote watu wa nyumbani wananiuliza, hawa watu na ulitengeneza urafiki na hawa, imekuwaje wamekugeuka baada ya mwaka 2? Hii makosa umefanya kubwa namna hii, hata kama umefanya hawezi samehewa, ni gani? Sasa mimi niseme, mimi napenda watu wa Bonde la Ufa, na mimi nashukuru sana kwa sababu wengi sana wamenipigia simu na wameniambia wananiombea na wako na mimi, na kama hao wangekuwa na uwezo mimi singesumbuliwa, lakini hawana uwezo. Kwa hivyo mimi hiyo maneno ya impeachment waachie hapo.